Samueli wa kwanza 16 tuanzie mstari wa 10. Kama tumefika wote nitasoma. Yese akawapitisha wanawe 7 mbele ya Samueli. Samueli akamwambia Yese, Bwana hakuwachagua hawa. Kisha Samueli akamwambia Yese, watoto wako wote wapo hapa? Naye akasema, amesalia mdogo wao, na tazama anawachunga kondoo. Basi Samueli akamwambia Yese, tuma watu wamlete, kwa sababu hatutaketi hata atakapokuja huku. Mstari wa 12. Basi akatuma mtu, naye akamleta kwao. Naye alikuwa mwekundu, mwenye macho mazuri, na umbo lake lilikuwa la kupendeza. Bwana akasema, ondoka utie mafuta, maana huyu ndiye. Mstari wa 13. Ndipo Samueli akaitwaa pembe yenye mafuta, akamtia mafuta kati ya ndugu zake, na roho ya Bwana ikamjilia Daudi kwa nguvu tangu siku ile. Basi Samueli akaondoka akaenda zake. Mungu wangu na Baba yangu, nakushukuru kwa ajili ya wakati huu mzuri ambao wanao hao wameketi mahali hapa. Haya za mioyo yao Bwana kupokea kile ambacho umekiandaa kwa ajili yao. Nami najikabidhi mikononi mwako Mungu. Naomba unitumie kufikisha yote ambayo Bwana umeyakusudia kwa ajili ya kila mmoja mahali hapa. Baba Yesu, ninakuhiri kazi ya matunda katikati ya kusanyiko hili. Kwa sifa na utukufu wote tuseme amen. Sema tena amen. Mungu Bwana asifiwe sana. Kwa hiyo unayeandika unaweza kaandika, somo linasema thamani ya mtu kwa watu si kama Mungu aonavyo. Thamani ya mtu kwa watu si kama Mungu aonavyo. Ikiwa na kwamba namna ambavyo watu wanakutazama, namna ambavyo watu wanakuangalia, sivyo Mungu anavyotazama, sivyo Mungu anavyokuangalia. Wakati watu wanakuona wewe ni wa namna fulani, lakini Mungu anakuona wewe ni wa namna tofauti na vile ambavyo watu wanakutazama. Bwana asifiwe sana. Kwa hiyo haijalishi watu wanakutazama namna gani, lakini wewe iweke akili mwako kwamba namna ambavyo watu wanakutazama, namna ambavyo watu wanakuona, sivyo Mungu anavyokuona, sivyo Mungu anavyokutazama. Kuna namna watu wanaweza kuona wewe ni wa chini sana, kuna wakati wao wanakuona wewe ni wa chini sana. Yuko Mungu anayekuona wewe ni wa juu sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Haina watu Mungu. Ni habari ndani Afrika kwa tunaifahamu. Ni habari ya Daudi. Wakati Mungu anamtuma Samueli aende kwenye nyumba ya Yese, mahali ambapo atampaka mafuta yule ambaye amekusudiwa na Mungu. Maelekezo ambayo Mungu alipa Samueli, na kwa nini pale maelekezo alionyesha kusisitiza. Samueli alisisitiza kwamba hivi nikifika kule Sauli ataniua. Bwana asifiwe sana. Sababu ilikuwa ni kawaida watu wengi waliotumwa na Mungu kwenye Biblia, mwanzoni walionekana kusisitiza, na kila mmoja aliweza sababu zake. Ndivyo ilivyokuwa bila kwa Samueli. Wakati aliambiwa na Mungu aende kwenye nyumba ya Yese, mahali ambapo Mungu amejitwalia mfalme ambaye anakwenda kupaka mafuta na huyu Samueli. Lakini Mungu akapanga maelekezo mazuri, akamwambia wewe tuchukua ndama, na ukifika kule utamwambia nimekuja ili nikutolee Bwana dhabihu. Bwana asifiwe sana. Hali ya watu wa Mungu. Unamjanielewa? Kwa hiyo Samueli akafanya kama namna ambavyo Mungu alimuelekeza. Akaondoka akaenda kule kwenye nyumba ya nani? Ya Yese. Bwana asifiwe sana. Hali ya watu wa Mungu. Kwa hiyo alipofika kule, wale wazee wa ile nchi wakamlaki. Walikuwa wanasema walimlaki kwa kutetemeka. Bwana asifiwe sana. Kwa hiyo wakamkaribisha. Alipofika pale akamwambia mimi nimekuja kutolea Bwana. Kwa hiyo akawaita wote wale mahali ambapo anataka kutoa nini? Dhabihu, na mahali ambapo atapewa maelekezo na Mungu ili ampake mafuta yule ambaye alikuwa amekusudiwa na Mungu. Bwana asifiwe sana. Kwa hiyo walipofika kule, Yese akawaleta watoto wake. Haleluya. Maandiko yanasema akawaleta watoto wake, ili katikati ya wale watoto kuna mmoja anatafutwa ili apakwe mafuta na Samueli ili awe mfalme. Haleluya. Bwana asifiwe sana. Kwa hiyo aliyofika Yese akaleta watoto wake. Maandiko yanasema
alivyowaleta watoto wake. Samueli alivyomuona mtoto wake mkubwa wa Yese kwa Sefeta, ambaye alikuwa anaitwa Eliabu. Kwa hiyo alivyomuona moyoni mwake, kama ilivyo kawaida kwamba watu wanatazama sura na muonekano wa nje. Kwa hiyo alivyomuona yule mtoto mkubwa wa mzee Yese Eliabu, akahisi yamkini yule ambaye amekusudiwa. Kuna wakati anawaza hivyo, Mungu alitambua mawazo yake kama huyu mtu ametazama sura na muonekano wa nje. Haleluya. Sasa tusome mstari wa 7 hapa. Tuone kitu ambacho Mungu alimwambia Samueli. Aliwaza hivyo, alipomuona Eliabu akajihusu aliambaye kusudiwa na Mungu. Tusome mstari wa 7 tuone kitu ambacho alimwambia Samueli. 16 hiyo mstari wa 7. Maandiko yanasema, lakini Bwana akamwambia Samueli, usimtazame uso wake wa urefu wa kiuno chake, kwa maana mimi nimemkataa. Bwana haangalii kama binadamu angaliavyo. Haleluya. Maana wanadamu huitazama sura ya nje, bali Bwana humtazama moyo. Haleluya. Ile ambayo Bwana alimwambia Samueli, akasema usijaribu kutazama sura na muonekano wa nje, kwa sababu mimi Bwana nitazame kama wanadamu wanatazama moyo. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe sana. Baada ya hapo Yese akamleta mtoto wake mwingine wa pili, akamleta binadamu. Alipofika pale, haleluya, Mungu akakusudia huyu, Bwana huyu amemkataa. Akaendelea, akamleta mtoto wa tatu, alikuwa anaitwa Shama, akampitisha mbele ya Samueli. Bado Samueli akasema Bwana hakumkusudia huyu. Haleluya. Bwana asifiwe sana. Kwa hiyo mzee Yese akaamua sasa kubadilisha kazi. Akaamua kuwachukua watoto wote ambao walikuwa wamebakia. Maandiko yanasema akawapitisha wanao wote 7 mbele ya nani? Mbele ya Samueli. Akiangalia pengine katikati ya wale 7 kuna mmoja ambaye amekusudiwa na Mungu na ambaye anataka kupaka mafuta na Samueli. Lakini cha kushangaza, katikati ya wale wote 7 hakuna hata mmoja. Haleluya, watu wa Mungu. Haleluya. Sikiliza, wale wakupitisha wanao wote 7. Najua kwa akili ya kawaida Samueli alianza kuwaza, hapa nimekuja kufanya nini Mungu? Kama kati ya watoto wote ambao nimeambiwa kati ya hawa kuna mmoja amekusudiwa na Mungu, hakuna hata mmoja, nimekuja kufanya nini? Lakini wakati anafikiria hivyo akapata wazo. Alipata wazo akamuuliza Yese, lakini hivi watoto wako wote wako hapa? Wanapenda. Akamuuliza swali hili, watoto wako wote wako hapa? Alimuuliza vile, ndio baba yake sasa bado Yese akakumbuka, akasema kuna mmoja ambaye alikuwa mdogo wao wa mwisho, yuko huko machungani anachunga. Yule hayuko hapa. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo baada ya Samueli kuambiwa hivyo na mzee Yese, akamwambia tuwa watu wengi wanakuja, kwa sababu hatutaketi mpaka atakapokuja hapa. Haleluya. Hatutaketi mpaka atakapokuja. Mzee Yese akafanya kama namna ambavyo Samueli alielekeza. Akatuma mtu akaenda kumwita Daudi kule alipokuwa anachunga kule machungani. Kwa alipofika tu Samueli alimuona, Yes, ondoka utie mafuta, kwa sababu huyu ndiye, haleluya, mtu ambaye hata baba yake hakumtarajia, hata mzazi wake hakumjua kama huyu mtoto ambaye ameweka kwa mapolia na chungwa. Kuna ndio huyo alitoa kusifiwa na Mungu kupaka mafuta. Haleluya. Kwa Yesu asifiwe. Haleluya watu wa Mungu. Mtu ambaye hakuonekana katikati ya watu, kuna watoto wote 7 mpaka baada ya kuulizwa na kufunga. Kuna mmoja amesahaulika kule. Haleluya. Yawezekana unaona mtu hapo ambaye yeye amesahaulika. Sikiliza. Wakati Mungu anakuja. Ndio wakati Mungu anakuja. Kwa hiyo inaweza hata wazazi wako anaweza kutumia. Ukiona kwa Yesu akijua, yeye alijua ni mtoto tu wa kwanza ule Eliabu. Ndio ndio alikuwa kusikia kufanya ukubwa wake, urefu wake.
bwana mimi tutazame mrefu, tutazame sura yake, lakini tunamtazama moyo. Haleluya. Bwana asifiwe sana. Haya watu wa Mungu. Wale waambia thamani yako kwa namna ambavyo watu wanakuona, sio Mungu anavyokuona. Kwa namna ambavyo watu wanakutazama wanakutazama, lakini thamani yako kwa Mungu ni kubwa. Sasa ikifika utakumbuka kama yule aliyekupa porini anachunga, hata alikuwa ameshasahaulika, lakini Bwana akamkumbuka kutoka huko machungani, akaja huyo ndio akapaka mafuta. Haleluya. Haleluya. Kwa hiyo kuna namna usikidharau kwa sababu watu wakutazama. Kuna namna usijione hauwezi kwa sababu watu wamekuona. Na ndio maana hutakiwi kufanya au hutakiwi kufanya kitu ukiongea kwamba watu watakuonaje. Hebu hofia usipofanya Mungu atakuonaje. Haleluya. Kwa Mungu anatazama moyo, anatazama nia ya ndani. Na ndio maana kuna watu anaogopa kumsifu mtu kizima hapa. Anaogopa kumsifu kwa kuambia fulani atanionaje. Ndugu yangu nisikilize. Kabla haujaona fulani atanionaje, hebu hofu Mungu atakuonaje usipotii na usipocheza. Haleluya. Kwa sababu kuogopa kucheza sababu yuko fulani kule kuogopa kwa sababu usipotii Mungu atakuonaje. Haleluya. Sababu haufanyi kwa ajili ya mtu, unafanya kwa ajili ya Mungu. Haleluya. Bwana asifiwe. Kuna mtu anataka kujisikiliza anaogopa kama fulani atanionaje, akiona niko na rukaruka atanionaje. Kama hujaanza mtu atakuonaje, fulani atakuonaje, au hata Mungu atakuonaje wewe usipomsifu. Haleluya. Kama yeye anayeangalia nia yako ya ndani, anayetazama ndani, anayeelekea wapi yeye, huyo mtu anayeogopa hana mbingu ya kukupeleka. Haleluya. Bwana asifiwe sana. Hakuna mtu mwenye mbingu ya kukupeleka. Kama unaogopa mtu unapoteza muda. Muogope kama usipofanya kwa ajili ya Mungu, Mungu atanionaje? Sio watu watakuonaje. Haleluya. Bwana asifiwe sana. Sio watu watakuonaje. Wale wakawa namna wanavyotazama wao, na vile kwa Mungu anatazama wao. Akutazama hata kama unasifu na kila sana, wanasema huyu anakielekea, wanasema huyu sijui mtu anawasema, wanaongea maneno yote watamaliza. Lakini bora wakielele kwa Yesu sababu wao hawakuoni, wanatazama sura na muonekano wa nje, lakini yuko Mungu anayetazama sura na muonekano wa ndani wa moyo wako. Anayejua nia yako ya ndani ni Mungu pekee yake. Haleluya. Bwana asifiwe. Kuna mtu anielewa? Kwa nini kafanya kitu kumhofia mtu? Imani yako kwa namna watu wanavyotazama ni tofauti. Haleluya. Bwana asifiwe. Kuna mtu mwingine anaweza kuimba kwa sababu aliambiwa ana sauti mbaya. Sikiliza, hauimbi kwa sababu ya kule waliokuwa na sauti mbaya. Unaimba kwa sababu aliyekupa hiyo sauti. Kwa hiyo usianze kuimba kwa sababu ya mtu amekusema. Hebu fikiria, hivi nikianza sababu ya huyu mtu, je, Mungu ananipa hii sauti ambayo inaonekana mbaya? Atanionaje? Haleluya. Kwa badala ya kuanza watu watanionaje, kuanza Mungu atanionaje kufanya kwa ubora. Haleluya. Bwana asifiwe. Kwa kila ambacho unaweza kukifanya, hebu kifanye kwa ubora, pasipo kutazama wala kuangalia watu wanakuonaje, wala watu wanakusemaje, kwa sababu hao ni watu tu kwenye hatima ya maisha yetu. Bwana asifiwe. Haleluya. Hii kitu wananionaje inaturudisha nyuma, sio kwenye huduma, sio kwenye mambo mengi tunayofanya. Kwa hiyo nikupe tu hii kwamba badala ya kuanza watu watanionaje, hebu anza Mungu atakuonaje usipofanya. Mungu atakuchukuliaje usipofanya hicho ambacho alikupa. Alikupa karama ya kuimba, umeacha kwa sababu watu wamekusema. Je, atakuonaje? Haleluya. Bwana asifiwe. Kwa hiyo kwa chochote hapa kanisani usiwaze, hata kama unapongeza. Kuna namna, yani kuna watu wameungwa tu katika sababu hii. Utafanya hapa, utaomefanya kwa ubora, lakini kutoka kule nje ungeza kufanya. Ungeza kwa ubora. Ulikuwa unaimba nini pale? Kama kitu kinachotokea. Lakini sikiliza nikwambie, hata kama nikwambia hivyo, yuko kwa neno yako ya Mungu, sababu ulikuwa haufanyi kwa sababu yake, ulikuwa unafanya kwa sababu ya nani? Ya Mungu. Na ni watu wanakuja kanisani ili waonekane kama wao
wako kwenye ibada, ili mchungaji waone kama wao leo wako kwenye ibada. Wengine wako humu anakuja kanisani ili mtu ambaye yuko naye kwenye mahusiano amuone kama na yeye yuko kanisani. Hata akifika kiangaza asipomuona, ile moyo wa ibada unatoka sababu amekuja kwa sababu ya mtu. Haleluya. Bwana asifiwe. Nisikilize. Huyo mtu ambaye yuko baadhi yake kisha mambo ya hana ndio anapoteza muda. Sio kwa sababu Mungu ndiye aliyekuumba na ndiye aliyejua jina lako ya ndani. Hata kama fulani hayupo, wewe tu umekuja kwa sababu ya nani? Ya Mungu, sio ya fulani. Haleluya. Bwana asifiwe. Haleluya watu wa Mungu. Huyu kwa sababu ya Mungu. Leo siku ya leo kutoka kwako thamani yako kama watu wanakutazama, sio kama wewe unatazama. Watakuona wa chini, watakuona unajipitisha tu sawa, si kanisani, unajipitisha kwa ajili ya Mungu, sio kwa ajili yao. Haleluya. Labda unajua ni yako ya damu, unajua unafanya kwa ajili ya Mungu. Wakati wako uliwa ukifika, hao waliokusema ni wasababu wanaandika, kwa sababu Mungu ana njia nyingi za kuondoa mtu na kutambulisha ile thamani ya mtu alionayo kwa watu. Kwa sababu kuna namna utajaribu kupambana ili watu waone thamani yako, lakini kama wakati wako hujafika hawataiona, wataendelea kusema. Haleluya. Wewe usikate tamaa, wewe endelea tu. Wakati wako Mungu ana njia nyingi za kutambulisha mtu kwa watu. Haleluya. Bwana asifiwe sana. Haikuwa jambo jepesi jiwe kuua kitu ambacho bila karibu kushiba. Hivi nakuja akilini. Kinatoa kupigana vita muda mrefu na goli yake hawakushinda. Lakini kwa mtu mmoja amekuja amemuua na jiwe, inawezekana? Sio kitu rahisi. Lakini wakati tu ambao ulikuwa unashika kutambulisha kauli katikati ya watu ambao walimdharau na kuona hawezi. Ndio maana itumia tu jiwe na akamuua. Mungu ana njia nyingi za kutambulisha. Usijaribu kuforce, yani kulazimisha kuonekana wakati wako bado haujafika. Watakuvuja moyo sana. Wewe fanya kwa ubora, haijalishi wanasema hawasemi, fanya kwa ubora. Haleluya. Wakati wako ukifika, ndipo Mungu anapothibitisha ile thamani yako kwa watu. Lakini wakati ambao bado haujafika, ile thamani yako kwa watu haiwezi kuonekana. Mungu tu atabaki na kuona wewe wa thamani, lakini watu hawataiona ile thamani ambayo umeibeba. Hata wakati utakapofika ndio utaiona ile thamani sasa ambayo umefanya nini? Haleluya. Bwana asifiwe sana. Uko mwimbaji hapa, pambana hata kama unakalisha tamaa, pambana. Inawezekana leo unatafuta jaliko, unapigia tu simu mahali ili angalau watu wakualike. Lakini kuna wakati utafika wao watakuwa kutafuta. Kama wakati hujafika wewe endelea kupambana. Endelea kutumikia Mungu kwa moyo wote. Endelea kufanya kitu ya Mungu. Saa ikija utafuta wao. Haleluya. Kila mtu ana wakati wake. Kama wakati hujafika utalazimisha tu. Utatamani vitu vile unavyotaka lakini havitaenda mpaka Mungu atakapoamua. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Wewe usijali watu wanakutazama namna gani. Usijali watu wanakuonaje. Hebu jali Mungu anakuonaje. Bwana Yesu asifiwe sana. Jali Mungu anakuonaje, mtu wa Mungu. Usiogope kumsifu kwa sababu watu fulani atakuonaje. Vijana, usiogope kama unaweza kusifu, wewe sifu tu. Kila mtu anakamani, yaani kwa mtu, yaani kwenye kusifu hapo ndio penye, usiogope. Kama mtu anasukuma kabisa kufanya, kuja hata hapa mbele. Kwa hiyo kusifu wengine hasiwezi. Ndipo mwingine mtu ana wimbo hapa mbele, lakini anaogopa hivi kienda pale mbele, watalionaje? Hebu fikiria, hicho kitu kichoko ndani, usipokifanya Mungu atakuonaje? Bwana Yesu asifiwe sana. Fikiria Mungu atakuonaje usipofanya hicho ambacho unakifikia ndani. Kwa hiyo jana na watu wale ile dhana. Watu watalionaje? Fulani atalionaje? Nikicheza hapa mbele tunaenda kuachika huko. Sio ataniuliza kulikuwa niaibisha pale mbele. Mungu uliyeketi kwenye kiti cha enzi. Ya afadhali uvunje mahusiano yako ili kuuliza mahusiano yako. Maana ni wewe Mungu muweza.
huyo leo kwamba kufanya kwa ajili yake, kwamba atanionaje, kwamba ataniacha, faraja kuniachi ili uendelee kulinda uhusiano wako wewe pamoja na Mungu. Uko kuvunja uhusiano wako wewe na Mungu, tunaomba uhusiano wako wewe na mtu yangu itakutea wewe kwa moyo wa sasa. Hali ya watu na vile chache kama mtu mshukuru.